ni asubuhi ya siku nyingine tena, hapo nimeamka nikasema ngoja niende nikazoee mji sasa, umeona. Na hapo nilivaa t-shirt ya Tanzania kwa sababu kila ukipita sehemu where you from, where you from, where you from, where you from, kwa nikaamua nivae t-shirt ya Tanzania ili utakayeniuliza nikuoneshe. Hii hapa ni Zakaria Street, huku ni Mumbai. Ni moja kati ya sehemu ambapo kuna watu sijawahi kuona. Hani tunasema Kariakoo kuna watu, lakini huku haijalishi ni asubuhi, mchana, jioni, muda wote unakuta watu ni wengi sana. Lakini kitu kingine hapa sasa nilikuwa nasema nitashinda na hii njaa mpaka lini? Hemu itabidi nifanye namna ya kuweza kutafuta chakula. So hapo wakati napita nilikutana na mzee hapa anauza madafu. Nikasema hakunaga madafu machafu. Umeona vitu vyote ambavyo kama matunda hakunaga vitu ambavyo ni vichafu. By the way, kuna watu pia wameniuliza kuhusiana na e-visa. Watu wameniuliza e-visa ni nini, lakini hiyo e-visa napataje? E-visa hii hapa ni aina ya visa ambayo huhitaji wewe kwenda katika embassy ya nchi fulani. Manake una apply tu online kutumia website husika ile nchi, na hapo manake unasafiri, ukishafika katika nchi ndio utaenda kugongewa hizo stamp au muhuri. So hiyo ndio e-visa inavyokuwa. Na hii hapa ni UNESCO World Heritage Site. Humo kwa nyuma yake hapo ndio kuna sehemu ambapo kuna metro. India bana, ujue katika swala la miundombinu wameendelea sana. Miundombinu yake iko vizuri sana. Wana metro, wana maflyover ya kutosha. Changamoto yao kubwa ambayo nimeiona kwa upande wa huku wa Uswahilini huku Zakaria Street, upande huku ambao mbona kuna watu wengi sana. Huku kidogo kwamba wako la fluff sana, ndio maana miundombinu yao inaonekana kama hawana miundombinu. By the way, nilitafuta KFC lakini nilinunua kuku ya KFC, naona kama mbona akachemshwa, nilimshindwa. Jamaa alinilia hela yangu tu. So nilisema haiwezekani jamani, hivi kweli India naionaga mimi kina shirikani namna ni kwamba kumekupo kuzuri, inawezekanaje ndio kuwa kubaya hivi? Nikasema hapana, hebu ngoja ni select nini. Hii ni Uber lakini nitumia application ya Ola. Nikasema ngoja ni select hapa, niende nikatafute sehemu nzuri. Haiwezekani yani India iwe ni sehemu ambayo ni kwamba naiona la fluff na hii, wakati India kwa jinsi ambavyo mimi naifahamu ni India ni sehemu nzuri. Kitu kingine huko udadeki ni kama China tu, kwa sababu madereva hawajui Kiingereza, shule hawajaenda yani. Mbona sasa nilikuwa natoka katika hiyo mitaa, nilikuwa naona kama masoko kama hivyo, unaona kama hapo Sakarume. Lakini kitu kingine ambacho nimekuja kuona ni vile tu watu wengi wanapenda China kwa sababu labda China iko very smart, lakini katika swala la biashara nimeona pia India wako vizuri sana, haswa kwa watu ambao wanauza nguo, accessories, mabaya na vitu vingine. Lakini nitajitahidi kufanya research nzuri zaidi ili nije na majibu mazuri, ni kwamba ni biashara gani huku ukifanya itakutoa, lakini pia ukiachana na hivyo bei za vitu tofauti tofauti. Hii hapa inaitwa Marine Drive. Huku ni sehemu ambapo kuna sunset nzuri kabisa. Hata huku kipaangalia nikasema sasa huku ndo kule India ambako nilikuwa napaona, sio India kule. Hivi kule nilipotoka kuna deki hata mtu nikiwaambia nipo India anasema huyu jamaa yuko India kubuza. Kumbe India ni kuzuri, umeona. Nikasema mimi India gani nilienda kule. So hapa nisema Marine Drive hii sehemu bana inajaa watu sana. Yani inajaa watu haijalishi muda gani. Na watu wengi mara nyingi hapa wanakuja kuanzia mida ya jioni saa 11, saa 12. Kuna sunset nzuri sana ambayo hiyo sunset ukitumia kupiga picha inapendeza. So nilikuja hapo, watu walikuwa hawakunishangaa by the way kwa sababu Wahindi wenyewe wengi tu weusi. Na nilikaa mpaka usiku around saa 3 hivi, kama unavyoona bado watu wapo wengi. So guys, nitaendelea kuwatafutia masoko, nitaendelea kuwatafutia machimbo mazuri ambayo yanapatikana India, bila kusahau kwamba nitapita katika kila sehemu nzuri ya India. Tuachane na zile sehemu mbaya kwa sababu manake ujue hata mimi mwenyewe nilivyopita kule mitani nikasema hii India gani ipo hivi? Hasa hapa wakati napita kuna jamaa akanambia Labdi Kulfi. Hivi katika ile nini ile siji movie siji series ya Kulfi ile, si kuna hizi ndo Labdi. Sasa nilikuwa najua si ni chakula, Mungu wangu. Jamaa akanambia this good. Nikachukua. Nikaenda pale nilimuuliza ni kama shilingi ngapi, ilikuwa kama shilingi 1000, na kumbe hiyo Labdi Kulfi sijui Labdi Kulfi hii hapo ni ice cream. Akasema hivi kweli mimi na utu uzima wangu nimekuja kununua ice cream huko. So kuna mtu mwingine pia aliniuliza kuhusiana na fares za transport za Dar to India. By the way, kwa return ticket ambayo mimi nilikata kipindi kile
ilikuwa ni kama around 1,800,000. Hiyo ni return ticket, maana yake ni go and return. Kwa maana yake kwa budget ya around 1,800,000 mpaka 2,000,000, maana yake unaweza kupata ticket yako ya kwenda na kurudi India. Lakini pia kuna mtu mwingine ananiuliza kuhusiana na swala la hoteli. Hoteli ziko bei tofauti. Hii inategemeana na wewe mwenyewe, klasi yako ambayo umeamua kuwa lakini around 28,000 mpaka shilingi 40,000 kwa hoteli ziko hivyo. Lakini pia hata katika hizi usafiri, kama usafiri Bolt, hizi Uber, sana watumia Uber au Ola, yani bei iko affordable tu, maana yake kwamba mtu yote unaweza kamudu. Kwa tusiogope kwenda kutafuta fursa sehemu zingine. Na hapo wakati narudi kule sasa usaini kwetu, nilipita muona kama hivyo kuna masoko mengi sana ambao wanauza huku, watu mnauza pia mabaya, kanzu, accessories kama vile urembo, lakini kuna watu ambao mnauza perfume. By the way, Airtel ile inatumika hadi huku. Watu ambao mnauza perfume, huku, na perfume original nzuri, zile grade 1 kabisa. Flyover huku jamani zipo tu kama China, lakini shida ndo hiyo. Umeona watu wa maeneo ya huku Zakaria Street huku Muhammad Ali Road huku wako lafu kinoma. Lakini kitu kingine wanapiga honi huku noma, na hii inatokana na msongamano mkubwa wa watu. Ni sawa kwa mfano kama kwa nyumbani huko, tungesema kwamba mtu labda ukae maeneo labda ya wapi, Mbagala, Gongo la Mboto, ndo mitaa hii hapa, ambapo mitaa ambayo inakuta ina watu sana. Lakini kuhusiana na masoko yapo, lakini pia kuna bidhaa nyingi sana ambazo zinatoka India, na kama mfanya biashara, maana yake pia unaweza ukichukua kitu huko, maana yake unaweza kawa tofauti na watu wengine. So tukiachana na hivyo, maana yake sasa swala la msosi, ndugu zanguni, huku inabidi uwe na moyo wa kipekee, kwa sana kwa mtu ambaye unakuwa unanunua hizi street food, kwa sababu namna tu ya uandaji wao, kama hujazoea unaweza ukakaa wiki nzima hujala, umeona. Na hapo nikasema bana, ngoja nianze sasa kujaribu moja kwa moja vitu vya huku. Na hapo nienda nikanunua juice. Hapo ya kwanza hiyo ilikopo ni apple, hiyo nyingine ni strawberry, ile nyingine sijikopo ni nini, nikanywa hapo. Ni juice tamu, lakini sasa ukiangalia namna ambavyo kwa wanaandaa, unaweza ukashindwa hata kunywa. So usisahau kucomment chochote ambacho umejifunza, like, share video hii kwa watu wengi. Bye bye, until next time, Jadu hapa.